Now, finance bill inamaanisha serikali sasa inasema tumeona namna ya kupata pesa. Unanielewa? I mean, that's what it is. Tumetatua na tumeona area tunaweza kupata pesa. Na hii pesa kuweka pamoja itatuleta approximately to 3 trillion. Makosa ni wapi ndugu yetu? Usiangalie kuwa mtu wako ndiye hapo serikalini ama mtu wako hayuko serikalini na wewe utapiga tu kitu vile na. Kwa hivyo mimi kama Paul nitawaambia, mimi hii tunasema tawe. Sasa ni nyinyi pia mjaribu, kwa sababu tuko hapa, mjaribu kuchambua, muone tunaelekea mahali pema ama tunaumia. The moment umeleta simu kama for example umeleta 1000 into the country, hautapigwa tax at the port ukizileta. Utakuja na hizo simu zako kwa duka. The moment umeniuzia simu, nimeactivate simu, saa hizo ndio unachajiwa 25% on that phone. Sio vile ilikuwa kitambo. It means the tax that was being charged on phone at 55%, it has been reduced to 25%. The challenge we have with the finance bill is over the years we have politicized this thing. In the year 2024, where politicians saw some advantage in it, wakasema ya kuwa, you know what, we can use this to make some people agitated. Tuambia kuwa now tunataka kuleta misinformation. Right now tunasikia kuwa kuna income tax that is moving from 7.5 to 10%. Hata CS wa Treasury is asking, hii imetoka wangapi wamesikia hiki tunaitoka finance bill? Wangapi wamesikia? Very cool. And how many people have engaged with it? You have engaged with it? I have read. You have read. Yeah, even reading is engagement. Yeah, that is part of participation. Kwa sababu unajua serikali inaenda na finance na pesa kuna mpangilio yake, na ndio mambo tunakuja kujadiliana hapa, inajadiliwa na kwa bunge na inajadiliwa na vikundi vingine. So ni muhimu pia maoni yetu tusikie ili tuelewe zaidi. So siku ya leo tunataka tuelewe zaidi hii masuala ya bili ya fedha iko namna gani, na kwa sababu ya muda na mmoja wa candidates wetu ako na safari ndefu in the next few minutes, so tuliona tutampatia nafasi aanze atoa maoni yake juu ya finance bill, alafu akishatoa maoni yake, kama mtu kuna swali anaweza kumuuliza. Sasa tusione kwamba amefanya presentation na ameenda, atatueleza maoni yake, alafu tunaweza kumuuliza maswali, alafu tutarudi kwa panelists wengine. So Dr. Kona, the floor is yours. Wananchi wanataka wasikie mambo ya finance bill na experience kunayo katika hii masuala ya siasa. Tafadhali unaweza hii mjadala ambaye sasa tunaita finance bill. Mbeleni kwa katiba ile ya kwanza ile tulikuwa nayo, tulikuwa kuwa na kitu inaitwa budget. Ile sasa walikuanga wanatoka nayo huko na kabag, briefcase, wamechora vitu. Hiyo ilikuwa inajulikana kwa sababu ilikuwa tu mahali unajua leo pombe iko juu, petroli iko juu, unaelewa? Haikuwa inachambua mambo mengi ya serikali. Na kuanzia mwaka wa 1963 wakati Jamhuri ya Kenya ilipata uhuru, tulikuwa budget ilikuwa inapangwa na Her Majesty Service. Tuko pamoja?
ikakuja sasa wakati wa hayati Mzee Kenyatta, ikakuwa sasa mikadirio zinapangwa na shida za Kenya zilianza hapo. We are here and we want to discuss a very crucial meeting on things which are disturbing us in Kenya. We are bowed down asking you to be with us and requesting you to give us the Holy Spirit so that everything which we shall be discussing here shall be profitable to us. In Jesus' name we pray. Amen. Ilisema kuwa lazima kwa mwaka serikali ipange mikakati ya vile itachambua na vile itakimbizana na vitu ambaye serikali inapanga kufanyia wananchi. Na hii ilikuwa ni kitu lazima iwe na kitu inaitwa public participation, vile kwa hapa. Sawa, inapeanwa na kamati ambaye iko kwa bunge ambaye ni Budget Allocation Authority. What are they called? Budget Committee. Hii ilikuwa inachambua kisha inapeana kwa bunge. Sasa Kenya yetu vile iko, siasa inaingiaga kwa vitu, na tuna kitu ambaye lazima nyinyi kama wananchi muelewe. Kama hii tumepewa, kuna vipenge page 127, sio? Ama nimeipata vibaya? Kipengele. 127. Leo jana bunge ilifunga. Leo nyinyi mko hapa tunajadiliana na nyinyi. Na katiba inasema kuwa lazima kuwe kitu inaitwa public participation, ambaye mwenye kura ambaye ni wewe kama citizen, raia, lazima pia achambue. Shida ile inakuwa kwa hizi vitu, na sio uongo, mimi siko one term two term, lakini ni kuwa ile wakati mnapewa mchambue ni kidogo. Hiyo ni kitu ya kwanza. Ya pili, serikali ina mpangilio ambayo imekuwa kitu tunasema consistent. Budgeted corruption. Sawa? Budgeted corruption ni kuwa kwa hii mipangilio wameweka, unapata kuwa hii kalamu, sema hii kitabu ni 200. Sawa? Lakini kwa mipango yao hii kitabu ni 1000. Sawa? 800 inaenda wapi? Kwa mfuko ya mtu. Na hapo ndio kwa maana wanatuumiza. Na wameweka mwananchi kuwa wewe fanya vile sisi tunataka, sio vile mwananchi anataka tu upange. Kwa sahi nilikuwa tunaangalia kwa hii finance bill imekuja hii, serikali inapanga bajeti ya trilioni 3,533. Ile wanayo ni trilioni 2,901. Difference ambayo ni kubwa hapa ni bilioni 632. Nataka mnielewe. Na hii bilioni 682 wanataka kukopa,
Na usisahau bado tuna deni. Lazima niwapatie historia ndio muelewe. Hii lazima ingie kwa akili vizuri. Niliona mtaalamu mmoja akisema kuna deni ambayo Kenya inalipa ambayo ilichukuliwa wakati wa Kenyatta, ambayo ilichukuliwa mwaka wa 1975. Bado iko kwa kitabu. Rais mstaafu alipoingia Moi hayati, au pia wakaendelea na wakaanza kuchukua madeni. Kisha Kenya ikasema ile ilichukuliwa 1975 iwekwe kwa sahau kidogo, tukipanga mikakati ya hizi zingine. Kibaki alipoingia akaleta ile kwa sababu ilikuwa yake kwa pamoja na ilishafika mabilioni. Sasa tukaanza kulipa. Ndio mheshimiwa akasema Kibaki alipunguza deni na angalau watu waliona vitu vinakuja hapa na pale. Ikakuja mheshimiwa rais mstaafu sasa Uhuru, tukaingizwa kwa shimo ingine, ikakuwa tena deni imekuwa. Sasa tuna hii ambayo inaendelea na deni. Kitu ile mwananchi anahitaji, na huwa ni hata ukiangalia wataka kuwa uwe na hospitali nzuri, sawa, masomo iwe mzuri, si ndio? Maisha ambayo ukienda dukani unaweza nunua mkate kwa bei nafuu, uwe na maji kwa mlango. Sasa hii bajeti wamepanga, ndio wanasema inatupeleka Singapore. Sijawahi kuwa Singapore, lakini nimewahi kuwa kwa manchi hizi zingine. Sijawahi ona wakisukuma mkokoteni ambayo imejaa maji, na unaongea maneno ya bajeti kama hii. Kwa pamoja, hiyo inaonyesha kuwa kuna watu tunafanyia kazi. Sasa wameanza kuweka kodi. Kodi ni hiyo tax wanataka ulipe, kwa sababu bila hii kodi serikali haiwezi kibi. Na ukiangalia vizuri pia serikali hawezi pewa hizi. Unajua pia ukiwa unakopa sana maneno yake inajulikana huko. Sasa unakuwa what we call a risk, a financial risk. Huwezi pewa tu madeni hivi. Ndio unaona sasa hii wamepiga hii 682 waende watafute kwingine, lakini hii ya trilioni 291 watoe kwingine. Ndio kwa maana nawarudisha kwa kitu inaitwa budgeted corruption. Hii barabara hapa inapita hivi, unaweza sikia pengine kujenga mpaka pale msikiti pengine hii ya South Sea, inaweza chukua milioni 50, lakini unapata kuwa imewekwa milioni 100. Sasa pressure inakuja kwa mwananchi kutupea nafasi kuchambua hii kitu. Inafaa tupeane miezi kadhaa vizuri, ili vile inarudi kwa bunge. Wabunge wenu wao wamejua kuwa wananchi wamesema hivi na hivi. Kwa leo kuna watu mmechagua, siwaoni hapa, kwa sababu hao ndio wanaenda kujadiliana watu, na lazima muwapatie petition vile mtasema hapa, ili tujue kama wanaweza kufanya nini, kuongea huko. Huwezi kuwa umeweka ushuru mpaka kwa ng'ombe,
Kwa pamoja. Na kuna watu wengine ng'ombe, mbuzi. Kuna watu wengine ambaye sisi kama nyinyi warembo saa ingine si mahali inalipwa. Inamaanisha msaada watakuja kwenu lazima wafanye nini? Wapigishe kodi. Ndio sema mbuzi ni 5 inapigwa -30%. Kwa pamoja. Huwezi amuka kuwa umeweka kitu inaitwa affordable housing. Kwa hii affordable housing, na hii nimeona na bado miulia. Nilienda nchi zingine za ng'ambo. Utajengewa nyumba, hii mali tuko hapa ni shamba ya serikali, si ndio? Serikali inafaa inajenga kwa pamoja hiyo nyumba. Hiyo nyumba ikishakuwa anatafuta mwenzangu hapa madam. Serikali inakuambia ingia kwa hii nyumba. Na hii nyumba unaweka sahihi miaka 100. Kwa pamoja. Na kwa hii miaka 100 utakuwa ukilipa 15,000. Kwa bahati mbaya Mungu akuchukue, umeandika next of kin, yeye anaendelea na hii nyumba. Sawa? Hii yetu inajengwa, kwa shamba ni yako. Unawekewa percentage ya nafikiria ni 2% kama wameweka ngapi sikumbuki. Hiyo percentage, si ndio? Usisahau hiyo percentage hii pia ina kitu tunaita withholding. Lazima ujiulize wewe kama Mkenya. Shamba wajua umepatia serikali, ulipiga kura, tukachukua kiapo achunge mali yenyu, si ndio? Hiyo mali ni yako, hiyo shamba ni yako. Ikiwepo kuwa wewe watoa deposit tena iko na kodi na wewe ni mtu mnyongo hapa chini, itachukuliwa na nani? Mwenye anayo. Kwa sababu yeye ana hiyo kipawa ya kulipa nini? Alafu yeye arudi tena kuambie wewe sasa anza kulipa nini? Kodi, rent. Kwa pamoja bado unaumia. Sasa hii tena imewekwa kodi kwa wale tunaita absentee landlord. Kuna wale wamekuwa nje huko, wameleta pesa zao, amejenga hiyo nyumba. Sasa tena anaambiwa hii withholding lazima ulipe. Si lazima atarudisha kwako kwa sababu wewe unaishi kwa nyumba yake. Inaimaanisha rent itaenda juu. Na hizi ni zile highlights kidogo nimepata kwa hii juu. Sitawadanganya. Sikupata nafasi ya kuisoma yote. Lakini mjue hii ni kama katiba. Katiba ya Kenya wakitaka kufanya vitu watu wa siasa inaweka ile mzuri, alafu ile mbaya inafichwa wapi? Sasa mwananchi ukitoka wewe ukienda kupigia hii kura, wewe unapiga ile ilikuwa mzuri. But ile ilikuwa imefichwa chini upate. Kwa hivyo ukiangalia pia hii finance bill, Kizungu sio lugha yetu, ndio maana mimi nawaongelesha kwa Kiswahili. Kuna mahali tumetoka sote, tutaongea Kigiriama, tutaongea Kijaluo hiyo, lakini Kiswahili hii finance bill mumeulizwa, kuna mtu ameisoma? Umekuja kusikia. Sasa mimi kama kola nikisema left, mtaenda tu left. Nikisema right, mtaenda tu right. Kisha tunazama so. Hii ndio shida tuko nayo. Watu wetu lazima mkae mmejua. Na lazima mrudi muongee na watu. Ukiona mkutano imeitwa hivi. Sasa sijui sasa kama tumetoka Kibra ama Lang'ata. Lakini hizi nyuso ni zile mmekuja kusikia. Kuna wengine huko au wamengojea
au kazi yao ni 2 term 1 term. Sasa itaumana, na msisahau ile ingine tulipoteza watoto kwa sababu ya hizi vitu. Hospitali haina dawa, lakini unatozwa ushuru. Nikuulize swali lingine, unafanya kazi ya kuuza pengine nyama mahali, si ndio? Ng'ombe inatuzwa ushuru. Nyama kilo moja sasa hivi 700, si ndio? Si mwenye nyama ataruka tena, yeye anaongeza ile ushuru ametozwa kwa hii nyama. Wewe utakula nyama? Sikudanganya. Hata wamama wetu ambao wachuuzi hapa, kila kitu inatozwa. Na ile kitu muhimu tunasema hivi, ukitoza ushuru na unapeana services, hiyo ni sawa, kwa sababu uvurutani, mama hata ngojea ati arudi jioni aanze kununua maji avute na mkokoteni, si afadhali afungue hiyo tap na maji inaingia. Hizi ndio vitu lazima wananchi, tafadhali usiangalie kuwa mtu wako ndiye yako serikalini ama mtu wako hayuko serikalini na wewe utapiga tu kitu vile na. Kwa hivyo mimi kama Paul nitawaambia, mimi hii tunasema tawe. Mimi kama mimi sasa, ni nyinyi pia mjaribu, kwa sababu tuko hapa, mjaribu kuchambua, muone tunaelekea mahali pema ama tunaumia. Kwa hivyo naomba mnisamehe kama nimeongea vibaya, lakini mimi najua nimeongea ukweli. Sawa, na mimi nimeongea hii tu ni kidogo, nimewapeleka kwa mengi, lakini muda hairuhusu. Pia lazima nipatie wenzetu wachambue. Tuko pamoja? Na mbarikiwe. Muulize swali. Na swali. Alafu tena sio swali la siasa. Swali la swali la straight question. Swali yangu ya kwanza, hata si swali, hili comment. Unajua finance bill tumeongea vizuri, tumesema ni 127 pages. Ndio maana tunachagua viongozi wa bunge waende pale watuwakilishe. Hata unipe 1 week nisome hiyo finance bill, ikienda bungeni mimi sitakuwa. Kwa hivyo ndio maana tunasema ni jukumu ya hao wabunge tunachagua kuisoma, kuelewa na watuambie kama ni mzuri ama ni mbaya, kwa sababu sisi tunatafuta uongozi, ni kweli. Jambo la pili, umeongelea mambo ya deni. So mimi nataka kukuuliza kuhusu deni. Tunaelewa ya kwamba the last finance bill tulikuwa na deficit ya about 700 billion. Hii tena tuko na deficit. Tuko na ile njia tunaweza bridge gap, kama sio kulipa ushuru. Tutakwambia ni njia gani wewe unaona tunaweza tumia ili tu manage ku finance bill yetu, budget yetu sisi kama Wakenya bila kulipa ushuru. Kwa sababu tumia, I think the only way ili tujitegemee kama Wakenya ni lazima tu bridge your gap through ushuru. The last one is about affordable housing. Umesema kuhusu vile nchi zingine zinafanya, and I think it is almost the same thing. The only difference here is sisi tunalipa ile deposit, but bado hii nyumba ukipewa ya affordable utaingia ndani ulipe, hata kama ni hiyo 100 years bado itakuwa yako. So the only difference is very small. Na juu nchi yetu ya Kenya tunaelewa pia kuna manyumba mengi, so through that I think ile competition, at least what is seriousness ya mtu, it is through paying that deposit. Hiyo ndio swali yangu na maoni yangu sana. Nimefurahi sana kwenye kona mnaongea, and it is good tuko hapa kwa sababu ya finance bill 2026 to 2027. Thank you for that clarification. And Mr. Kola, when you ukiongea, you have
have not concentrated primarily on this financial. You've taken us to 1975, you've taken us to items that are not concerned with the finance bill. So, as a panelist, you were supposed to tell us, if you said Tawe, why are you saying Tawe? Because this finance bill is not the same. Ukiangalia maneno ya affordable housing, hiyo 1.5%, this one was passed some years back, and it is now law. Kwa hivyo finance bill, si ati haliko. In relation to what my brother said, tunaona ya kwamba bridging the gap between a collection and our expenditure, it can only be simple. One of the ways that you can bridge this gap is to reduce our expenditure. Kama the Ministry of Finance inapewa 1.5 trillion, let them be given 1.2. Then ministry ingine na inavyo kidogo, then you bridge your 900 million. Kuliko ministries zinapewa pesa mingi, by the end of the day, we have a big budget, alafu we end up borrowing more. Last year, our brother said we borrowed 700 million, locally, internationally, as an interest rate. So let us try and look, let us try and understand the finance bill at 2026 before we discuss it. We are here to discuss finance bill 2026, 2027. So can we really get the picture of finance bill 2026, 2027? Kabla tuendelee, tusianze kuleta maneno ya hospitali. If it is hospitali, what is this? Minister of Health, imepewa pesa ngapi? Allocations of Minister of Health. Those are some of the things that we should be discussing here. Ministry of Finance, of Defense, imepewa ngapi? Minister of Interior, Office of the President, imepewa ngapi? So that we do is this enough to help us get medicine in the hospitals? Hello? Thank you. I'm happy. Thank you. Question in reference to the finance bill. Clause 22 introduces withholding tax on the scrap metal of 1.5%. So my question is, how many informal workers depend on scrap metal industry, and what assessment that has been done to impact the tax on the people that work on the informal segment? My second question is about youth and job, because I'm a youth, so I'm very interested. And after reading that finance bill, most of the bills focus on income tax, VAT, excess duty, tax, administration, withholding tax. So my question is, I was very interested to see how the government is creating job, or is supporting the startup, or giving youth incentives. So my question is, which specific clause are in that finance bill of 2026 that creates jobs for young people, and how many jobs are we expecting to be created from that finance bill? Thank you. What misses Mr. Kola as one of from our soil, which you think is appropriate for you as the people who have seen it, the best way of uprooting this issue of double budgeting, meaning putting a lot of money on something which is well known should be having a very cheap price. What measures do you think you have put to curb that issue, so that wananchi may get things which they have budgeted for in a good way? Thank you. Government. Okay? We are here to go through it. We are here
to agree. But at the same time, we are not here to advise that government. Let's be very clear. That is not our duty for now. That goes to the legislators. Whatever we are getting here, we are giving the legislators. Tuko pamoja? Sawa, but haunielewi. I am saying kwa hii hapa tunatoa maoni na ndiyo tutachambua maoni, lakini implementation ama nini ni legislators kwenda kujadiliana. Sisi hapa ni ku sasa, kuna maswali mengine mimi siwezi, lakini Bwana Omo, ndio mimi naandikanga vitu na bado mahali nitaenda nitasoma tu. Umeongea kuhusu dairy cow. Hivyo ndio unaniuliza ama nimeandika vibaya? Nilisikia vibaya? Wacha hiyo kwanza. Umeniambia kuhusu affordable housing. Kwa kuwa nimekupatia example ya vile inafanyikana wapi? Huko, si ndio? Mahali nimeona. Na hii ni standard. Swali na kuuliza, wewe unaona kutoa deposit ni sawa? Kama wewe ni mwananchi wa kulipa kodi, kwa sababu hata ile sukuma unanunua ina kodi ndani yake. Hii shamba ni ya serikali. Hapa mahali huko, unajua wewe una nguvu kuliko hata mtu wa serikali, kwa sababu hii shamba serikali imeishika on your behalf. So kitu nataka kukuuliza na pia wewe unielewe, mbona ulipe percentage? Sawa? Na wewe already serikali umejitolea hiyo percentage kwa kupeana shamba. Hiyo ndio percentage yako. Shida ni wenye serikali ambayo wanafanya hizi vitu wako kwa biashara. Hiyo lazima mkubaliane. Wako kwa biashara. Sababu ile simiti inaingia pale, lazima mtu apate kitu. Ndio nimewarudisha kwa story ya budgeted corruption. Hii mawe inachongwa, inatokanga wapi? Inatoka kwa shamba mahali, si ndio? Tuseme tu. Lakini kwa sababu serikali ina vile inafanya biashara, tuko kwa kitu tunaita a capitalistic government, not a socialist government. Ambaye tukichukua nchi kama Uchina, hata niwaambie example, wako na hiyo communist socialism. When you compare socialism, democracy, as we call it in Nairobi, in Kenya here, or in the US or wherever, it means government is in business. But at the same time, the socialist government, like the one in China, is to provide service. Hapo ndio tuko na shida kidogo. Mimi nina wamama ninajua, watu wetu ninajua. Tuseme kama pale tuko Raila, mtu anaishi hand to mouth. Chakula hata ile atakula jioni inapangwa. Nishaona hata mtu anatafuta nyama ya shilingi 40 ama 50. Wewe unataka atoe deposit, atatoa. Tuelewane tu. Kwa hivyo hiyo ndio vile mimi naweza kukujibu. Sawa? Wanawaso. Bali yako tena. Mzuri. Unaweza kuwa ni shemeji yangu, sasa lazima nijipange vile nitakujibu.
wewe umeniambia sija kuconvince. Nimeona hapa vizuri kuhusu finance bill and how to reduce expenditure. Si ndio? Si ndio vile nimepata vizuri? Wanawaso? Yes. You have asked me, I have not been able to tell you and convinced you not to support this finance bill. Sawa? Yes. And the other thing you have asked me is how to reduce expenditure. But nilipoanza nilisema vizuri, sijasoma hii finance bill yote. Nilisema nimepick highlights ile nilikuwa nayo. Ama sikuongea hivyo. I was very specific. And because of the timing, I am so sorry, because I was here at 2:45. I'll be very honest. Na kuna mahali tunaenda na I can't, whatever. So whatever little I had, ndio nimesema. I have very able panelists here who I think will take you again through with whatever is there. But I started this way, my good brother. Expenditure inakuja with what we call budgeted corruption. Ikiti umekalia ni 600. Kuuziwa serikali itakuja 1200. Kwa hivyo kuna mtu ameweka yake 400 kwa hii plan yote. Hapo ndio tunapata shida kama sisi watu wa Kenya na hii serikali zetu. Kila mtu anajiwekea yake ili aangukie kitu. Na hii ndio shida tuko nayo sote, kwa sababu hatutaki kuchambua hii kitu vizuri. Wewe kama Waswa, swali tu, ulisoma hii kitu yote? Nimepitia kiasi. Yes. Kama vipengele ngapi? I think around 30. 30. And which one to you is good? I think of the 30, I would give it a rating of around 75% to 80%. And what did I say the other time? That this thing is like the katiba. The good things are put and they hide the other bad things because they want us to pass the bill. Isn't it? Then we have that problem. You understand me hapo tu kidogo. What is not going to go through here properly is that government wants to push, yes, this to finance their whatever. Don't forget we're going into an election year. So somebody somewhere maybe wants to make sure they do ABC. But what will help us, sikudanganyi, ni tuwe steadfast kuangalia kitu vizuri of the 30, you have said, of the 70, isn't it? Of the 30, you can again push here so that we push this to the legislators. Serious? Yes. So, I want you to forgive me if I have not convinced you. Ni very interesting. Kwa sababu youth pia, they are very technical people. We have tech, phones, nini. You can imagine sahi, hata ile story ya gambling, wameingilia kutoa pesa. There's something called wallet. I don't know, I don't gamble. But what I saw, you're taxed. You receive winnings, you're taxed. This is what we call like double taxation. And nowadays, these people, the most lucrative way to collect finance is where? For digital space. Digital space has a lot of youth. On the issue of the raw metal, the scrap metal, which again affects our good to organic friends here. Majority ya hawa nafikiria ni kweli mnatumia chuma sana. Nilisikia mheshimiwa Jalango mahali tulikuwa siku nyingine akasema tuna garage ngapi? Can't remember, but there were over 6,000 or something. Technical, where a country
is not running an economy through what we call factories. Do you know economies ambaye are big are run by factories and these technical people? Now when you make it that anaenda kununua chuma na anapigwa ushuru, hiyo ushuru na baada ameelewana na mimi ka crankshaft mahali ni mbaya, si ndio? Inafaa udhibiti kitu. Ukienda kwa Muhindi urudi uniambie hiyo bei ilipanda kwa sababu ilikuwa ni 10,000, sasa hiyo ongeza juu 3,000. Hiyo unajua inakula tena kwa profit ya huyu. Hiyo tena ni shida. Lakini kutoka kwa hii na nataka kucombine Samuel kwa sababu ya time. Hii nchi inaweza enda juu kama tumeshikana na tumeshika hawa watu wa mkono. A country is run through factories. You cannot tell me wewe steel inatoka China. Wewe sijui hizi hata ukiangalia vizuri hizi ati made in China, made in China. Sisi tulikuwa hata nguo unavaa mtumba. Mtumba iko tax now. Si ndio? Mtumba iko tax na yet tuna watu wetu hapa wanashona hizi vitu vizuri. Tulikuwa na mafactory, Manchester, Outfitters, nini walikuwa. But sasa wamefinywa juu ya historia ya mtumba. Na sasa kwa mtumba una-encourage wacha mtumba yende, sasa tumezoea sasa. Maisha ni ngumu, sisi tumevaa mtumba. Si ndio? Wameingilia mtumba. Kwa hivyo, mimi mafikira yangu kabla nimalize na niwashukuru, ninaomba kwa hisani mimi nimesema tawe na mu-accept tu hiyo tawe yangu. Mimi nitakuwa kwa kona yangu. Na nyinyi pia mkisema yes, na mupatie watu wetu nafasi ya kuenda kusema yes uko mbele ni sawa. Lakini ikiumana, wacha si watu walikuwa kwa barabara. Wacha basi tubaki tu na hii ilikuwa kwa sababu sio lazima ipite. Na tumesurvive that year. Si ndio? Sio kwa ubaya, but you people need to sit and think. Toa tu maoni yako kwa sababu wewe pia ni binadamu na unaishi hii nchi na hewa ni moja. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana Bwana Kola for that. I want to just ask our youth on the table. There's this issue of excise duty on mobile phones within the budget and how it's going to affect the youth because you know the vigilante of the.com or digital space. So, Elisha, hii mambo ya excise duty on digital platforms ndani ya hii budget, how will it affect young people and what is your proposal? Amjambo. Nilikuwa nataka kurespond kabla Mheshimiwa Kola aende. Natoa misleading information which was not supposed to be there. The Mutumba tax, wacha nianzie hapo. Mutumba tax was supposed to be taxed at 5%, and it was a proposal from the Mutumba people to the treasury. And when it got into the parliament, members of parliament decided to abandon it. So the Mutumba tax yenye amesema hapa iko hakuna kwa finance bill. So that was misleading. Ni mheshimiwa anafaa kusema ukweli. That was misleading. The Mutumba tax is not in the finance bill. Hata ukichukua hiyo kitu kisoma, Mutumba tax ilidropiwa. It is not there. Si hapo tumeelewa. Now, we need to understand before we answer question ameniambia. We need to understand the difference between finance bill and the budget. These are two things. Yenye nimesikia ja explain vizuri. Kuna finance bill na kuna budget. What is finance bill? Finance bill is a document prepared by the treasury, taken to parliament. Na the aim of the finance bill itusaidie kutafuta ushuru. So budget ndio tukue na budget, lazima tukue na finance bill. Lazima tukue na approximation ya kwamba this time around like this budget
ni about 4.8 trillion. 4.8 trillion, tukishasoma hiyo budget yetu, tunaenda kuifund aje that budget. And hiyo ndio kwa sababu tuna resort kukuwa na kitu inaitwa finance bill. The aim of the finance bill is just to amend the taxes. It can either lower the taxes or increase the taxes. And why taxes? Taxes, we can say that taxes is a social contract between the government and the citizens. Ni mimi na wewe tukubali kulipa ushuru. And for a good tax system, lazima tukue na 3 things yenye na guide a good tax system. 3 principles. Lazima tukue na kitu inaitwa fairness, efficiency, and accountability. Fairness means kuna watu wenye wanalipa, wanapata pesa mingi, they are not paying taxes. For us to kuwe na fairness, hao watu wenye wana earn more money should pay more taxes, and wale wetu wenye wana earn kidogo should be protected by the government from these taxes. Nadhani tunaelewana. Kwa nini nasema hivi? Unapata mtu ako na pesa analipwa hata 200,000. Huyu jamaa analipa tax. Then kuna mtu mwenye ako kwa biashara is earning millions of shillings. Then this guy does not want to pay tax. Hawa ndio sasa fairness. Huyu mwenye milioni should pay tax. Then efficiency, inafaa tuangalie tax zetu ikuwe in a way haifinyi watu, yule mwenye amefungua biashara yake, entrepreneurs. Hawa watu wanafaa kuwa protected na tax regimes ndio wasifinywe biashara ifungwe. Accountability comes where mimi na wewe tukilipa tax, inafaa tukuwe na barabara mzuri, inafaa tukuwe na dawa hospitali, watoto wetu wanafaa kupewa hiyo capitation to schools on time, wasifukuzwe shule. Then tukiangalia hizi vitu zote, to me this year's finance bill, the 2026 finance bill, ni pro people. Inaenda kusaidia raia wa kawaida, raia wa chini. Kwa nini nasema hivyo? For the first time tuna broaden the tax base. We are not taxing more people. We are not taxing one individual awekewe taxes mingi, but tuna broaden the tax. Ndio umesikia kiongea kuhusu scrap metal. Hao watu wana millions walipi tax, na wanauza hizi chuma millions and millions of shillings. So wamewekewa tax for the first time, walipe tax. Ukikuja kwa hii cryptocurrency, the online business, unapata mtu mmoja anajiita inaitwa gani? Forex. Mtu wako kwa forex is earning millions but is not paying tax. So huyu jamaa mwenye alipi tax ndio raundi amelipiwa. Unapata mtu amewaya pesa from a different account, ameweka kwa simu. So akiweka kwa simu is not paying this tax. So tumeambiwa these people should pay tax. Tuna broaden the tax base because ukisoma moto yetu kwa KRA inasema kulipa ushuru ni kujitegemea. We need to pay tax so that we can have development in our country. We cannot do development with borrowings. We want to reduce borrowings. So how are we going to reduce borrowings? We are going to reduce borrowings through expanding the tax base. We need to collect more tax, and we need to have a target to the KRA that this time round we have a budget of 4.8 trillion. We want you guys to collect even 3 trillion. Ndio hii 1.8 tuende tutafute mali tunaweza tafuta. And borrowing inaweza kuwa in terms of locally, we can borrow locally, or we can go international and borrow from other countries. So umeniuliza mambo ya simu. There is this notion and propaganda going around this phone taxation. The current tax yenye iko kwa simu, unapata kulikuwa na taxes mingi kwa hii simu. For example, when ni importer, umeenda nje umeleta simu 1,000 you want to sell. At the port,
you are required to lipa kwa kila simu, inafaa ulipe 55% on that phone. Now, tulikuwa na kitu inaitwa VAT kwa simu, which was being charged at 16%. Then tukakuwa na Railways Development Levy kwa hiyo simu moja, tukakuwa na Excise Declaration Fund kwa simu moja, Excise Duty kwa simu moja. This finance bill imereduce hiyo 55% to 25% excise duty, na inasemekana the moment umeleta simu kama for example umeleta 1000 into the country, hautapigwa tax at the port ukizileta, utakuja na hizo simu zako kwa duka. The moment umeniuzia simu, nimeactivate simu, saa hizo ndo unachajiwa 25% on that phone. Sio vile ilikuwa kitambo. It means the tax that was being charged on phone at 55%, it has been reduced to 25%. That is a plus to us. But because propaganda imetoka, watu wanasema maisha inaenda kwa ngumu, simu inaenda kwa expensive. That is a lie. This finance bill reduce it from 55 to 25. Merge all the taxes zilikuwa kitu moja inaitwa excise duty. But you are being charged ukiuza simu ikiactivatiwa. It means kama umeleta 1000 umeuza tu 2, the rest hautachajiwa because hujauza. So tuchukue muda tusome finance bill, tuache propaganda ya kwamba tunaambiwa. Asante. Budgeted corruption. How is it affecting? How is it covered in the budget? And Brayo, I wanted to ask you, Prof. Kishari, do we have some alternative revenue collection mechanism that can help reduce the cost of taxation or tax burden on some of the basic things, like giving an example, Masibu, which Abok has mentioned? Do we have alternative sources or strategies of collecting revenue? Maybe you can check on the bill. Hapa Kenya na Afrika tuko na shida kubwa. Kwanza, we sometimes don't even know that we don't know. Unajua kuna yule mtu ambaye hajui, sivyo? Kuna yule mtu hajui, si ni kweli? Na kuna ule mtu ambaye ajui ya kwamba ni hajui. Yani okia ni okia. There's that person who doesn't know. But also there's that person who does not even know that he or she does not know. Kusalaki wewe anakaa karibu na wewe. Mose Penya, uliza huyu anakaa karibu na wewe uko kwa gani? Uko kwa gani? Uko ule ajui ya kwamba ajui ama ajui ndiye ajui. Anajua ajui kwa sababu ajui. Sivyo? Penza. Kwanza wapi imepotea tena. Pale kuna ile kitu tunaita finance bill ya 2026-2027. Tayari iko pale. And my brother Ogutu na huyu ndugu yangu sent it to me. Inamaanisha ya kwamba finance bill iko and anybody can get it. So that hata Ogutu na wenzake kama angekuwa na uwezo angeprint many copy na tuko nayo, sivyo? Shida ya Afrika ya kwanza ni ya kwamba we look for revelation. Mungu niambie, Mungu niambie, Mungu niambie. God tell me, God tell me. But what you are asking God to tell you, Ogutu wako nayo. Baadaye kwa Mungu kukuambia, enda tu kwa Ogutu useme Ogutu, tafadhali unisaidie na sukuma na ugali. Si, nitakupatia. Na umemaliza kazi yako. Unanielewa? Why wait for revelations when information is plenty? Information iko kila mahali. Hebu niulize wenzangu, kama mko
1 million people. Poor. Million people hawana chochote. Na wako wangapi? 1 million. Na wote wako poor. Hawana pesa ya kutosha. Na wako wangapi? 1 million. Na siku moja waamue ya kwamba kila siku hii leo sisi 1 million tutatoa 1 shilling each. Shilingi moja pekee. Na mko wangapi? 1 million. Siku hiyo how much will you have? 1 million Kenya shillings. Sasa mko motivated sawa? Museme basi. This week tutoe tu shilingi moja kila mtu. End of the week inakuwa pesa ngapi? 7 million. Si mko na 7 million? Na mko wangapi? 1 million. Tena museme hii inawezekana. Tujaribu this 1 month tutoe tu shilingi moja. 30 days. Tuko na ngapi by end of the month? 30 million. End of the year. Kila siku mnatoa tu shilingi moja. Mtakuwa na pesa ngapi? 365 million. Yule mtu ambaye kuna 365 million, is he a poor person? Yule mtu ako na 365 million na yule ako na 50 shillings. Who is richer? 365 million. Kwanza, hii maneno ya kuongea too much. The problem with we Africans, kwanza ndio tujue Kenyans ni kukataa kufanya pamoja. Unanielewa? Mtu anaongea juu ya budget and corruption. Tuache hiyo kwanza. Tuongee maneno ya kutatua poverty. How united tunaweza ku-overcome what we are calling poverty. Unanielewa? We agree on how to tackle the big elephant in the house. Mimi sitaongea sana because I've been speaking from 1986. Na nimeongea, I'm now 60 years of age. Kuongea nimeongea. Kutoka 1986. Na unajua hata kama uko na guitar unapigia a goat, DL. Kiko na DL2. You have a goat there and play good music for the goat, DL. For the goat, play good music for the goat. Will it hear? Will it dance? Will it give commendation? If you want people to sing your song, then don't play for the goat, silly. 202, 203, my patron became the president of the Republic of Kenya. Alikuwa anaitwa mzee Mwai Kibaki. 202, the patron of Starehe Boys Center School. That time mimi ndio nilikuwa assistant director of Starehe Boys. Nikaenda kwa bwana Waweru, nikasema Waweru, tafadhali tunataka tushikane because Kenya is facing 180 billion in 203. 280 billion, lakini hapa Kenya tuko na uwezo ya ku raise over 2 trillion. Shida iko wapi? I like what my brother said here, that the bill we are dealing with is pro people. Lakini kwa sababu tuko na watu wengi wanaongea na kila mtu hata yule ajui ya kwamba ajui ndio yako na mdomo. Na mdomo ni ya nini? Hebu uliza mwenzako, wewe si uko na mdomo? So watu wanaongea kwa sababu wako na mdomo, sio ati kuna shida. Shida sio Ruto, shida sio Gachagua, shida sio Mbadi. Please greet your neighbor, sema shida ni wewe tu. Wewe tu. Wachana na karatasi na shida. Hebu niulize maswali ya kwanza. And I want to see who is going to give me the right answer. How many of you know the milk producing companies in Kenya? Hebu bebe mkono kama unajua. Kampuni gani inatengeneza maziwa hapa Kenya? Brookside? KCC? Gani? Mount Kenya?
Nani tena? Molo. Daima. Tuzo. Lato. Nani tena? You see sasa. Hebu shika mwenzako mwambie jinga wewe. Milk companies in Kenya, number 1, cows. Milk producers in Kenya, number 1, cows. Number 2, bulls. Number 3, sheep. Number 5, 4, camel. Number 6, pregnant mothers who have given us babies. Come on, shake your neighbor's hand and say, "How are you, milk producer?" To say the ukweli one, mothers who have given birth are number 1 milk producers in Kenya. For babies, yes. And even for their husbands, if you want milk, wako na maziwa. Kweli Allah, mama. Tuseme tu kweli mama. Cows who have given birth, still producing milk. KCC, Lato, and all those companies you mentioned, and God bless you people, they package milk. They package milk. They are milk packagers. They pack milk. They don't produce milk. Just to tell you why you never understand the meaning of financial bill for a start. Utajuaje kama watu mjui ya kwamba kuna ile kampuni ya kutengeneza maziwa ni ng'ombe? Hapo tunakuja hapa kukaa tuongea mambo ya karatasi inaitwa financial bill. Hapo unasema nini? Tukiamua kwamba tunataka kumaliza hii maneno ya watu kukosa kazi nini na nini, inawezekana. Na inaanza na wewe na mimi. Ndio sababu nimeuliza hiyo swali, kwa sababu wachache wanaongea juu ya serikali, wanaongea juu ya treasury, wanaongea juu ya president, wanaongea juu ya governor, wanaongea juu ya MP, but they don't look at where the problem is. The basic understand from Starehe Boys Center School, mahali nilikuwa assistant director. In this place where we work with my brother here, this one and this gentleman and others, I was chairman in Lang'ata constituency campaigning for the call. Tukafanya na huyu na wenzake, looking for votes for Ombulu for the call. If I'm lying, you guys should say so. I traveled in this place to talk to people, 14 the call. Nimekuwa hapa for 92 all the way to 2013, all the way to make sure the call comes in. The first thing ni kujua unajua nini na unajua kama unajua. What are the sources of production? Production process. So wakati tunaongea maneno ya finance bill na budget, number 1 is asking you, what are the production processes in Kenya? Wakenya wakiamuka kila wakati wanafanya nini? Unanielewa? So usiongee maneno ya Wakenya. Come back to your house. Mimi nikiamuka asubuhi, ninafanya nini? Unanielewa? You see, kutoka Starehe Boys Center nilifukuzwa after the death of mzungu walikuwa naitwa Griffith. Wakasema mimi ni Jaluo. Wajaluo hawatakikani hapa. So we were kicked out of Starehe because we were Luos. Let me not lie to you. My Luoness made me be kicked out because mzungu sasa nikarudi nyumbani. But nzuri nikapata nafasi kwa kufanya kazi na governor wa kwanza Lang'uma. Took me in as his chief of staff and private secretary. Alipotolewa na Nyong'o pia akanichukua, akaniweka waziri wake wa ardhi, waziri wa mipango, town pia, urban development. Fortunately, just 2 weeks before we set up the Raila Odinga Foundation with him, na Raila sasa, nikarudi tena kwa Raila, tufanye nini ndio tulete mabadiliko. Hata hii maneno ya Singapore, mimi mwenyewe, that's what took me to Raila. Kuongea na Raila about Singapore and America, under the book called The Glory and the Light. Ya kwamba tuangalie Raila. Huyu John Winthrop, Santos Star, Ken Wadi, hao watu walishikana pamoja wakatoa Amerika. Huko Amerika walikuwa na kula wanawake na watu. Wewe ukikufa kwenye chakula ya wale wengine. Huko Amerika walikuwa na kula leather shoes,
Go read Glory and the Light. It's written down. Clear, walikuwa nakula hata watu, walikuwa wanatembea uchi. Hawakuwa na uwezo. The bloody Great Britain, Europe was a mess. Ndio sasa tuko na Puritans, wale walitoka Great Britain, France, wakienda wapi? America, to look for better life. Ile kwa mbaya, hata kushinda watu ya face hapa Africa. Nikaenda kwa Raila kwa, how do you feel if you to get people from third world to first world? Na ile kitabu nafikiria hata niko naye pale kwa gari. Kaenda naye liko ni. When you are alive takom, si tufanye. Akasema fine, Kennedy, tujaribu. I said, yes, that's why I've come to see you. Tuongee maneno serious business. I said, talk to your brother Ruto, na talk to our expert wetu. Tuone kama watatusaidia ndio tuongee maneno. Na wewe na mimi tuanze this thing called Raila Odinga Foundation. He signed. Me signed the foundation with Raila. He died just 2 weeks before we go. But why am I telling you this? Simplified, one of the meaning you need to pick out of finance is mimi nikiamuka kila wakati ninaenda wapi na ninafanya nini? Na mimi kama ninataka pesa mimi na wewe. How do you get money? One, you can work for it, isn't it? Yes. Two, you beg. Three, you beg. You borrow. You can sell your ng'ombe, sell your assets. That's the same. Ukichukua serikali is the other way around. The serikali inaangalia mimi ni serikali, is an organization, is a body, an organization. Mimi mwenyewe. Serikali ni kama wewe na mimi. So serikali kama inataka pesa, lazima ifanye nini? Ifanye nini? Ama sell your property, ama borrow. Ama partner with somebody useme mimi niko na hii na wewe unaleta. That is the essence of finance bill. Unanielewa? Ama uibe, lakini kuiba uweki hapo kwa sababu unashikwa. Kama unapanga kuiba na kuua mtu na uchukue yake by force, hiyo utameka kweli? So why do you expect us to talk to you about budget and corruption? Si unaenda kwa polisi nishikwe kabla sijaiba. So there are things utaona. Lakini there are those utaona na ujue mwenyewe utafanya namna gani. Sio kama unaelewa. The first thing I want you to understand, I want money to spend. I like what my brother was saying. You know, let's not do too much propaganda. Mpaka watu kila mtu anapotea looking for who to blame, lakini wewe to blame ni hapa. Kama unataka to production process, wacha tuangalie hiyo. So the serikali atasema okay, fanya kazi. Utapewa nini end of the month? Pesa si. Kwa sababu ulifanya kazi. Anza biashara yako, si utapata profit. Hapo tunaweza about umefikiria what can bring money to me. So hapo kuna goods and services. Kama ni goods, nini unaweza touch like a cow and you can touch the milk. Na wewe umeona una ng'ombe lakini uko na ardhi. So unaenda kwa huyu useme mimi niko na ardhi, tafadhali wewe leta ng'ombe kule hapa. That is part of what finance bill is. You are looking at the resources you have and the sources and where we can get the money. Now what can we do with it? It moves, like my brother was saying very clearly. Hapo sasa inapia kuwa budget. Kwa sababu ukifanya kazi utapata hiyo pesa. Ukiomba pia unaweza pata. Ukiiba pia unaweza pata. Ukiwa mtu na uchukue pia unaweza pata. Sasa the next, which one is legal? Unanielewa? Gani is legal? Which one is accepted generally? That's why when you go to the finance bill, wanaanza na maneno mengi, wana describe income tax, wana describe VAT, wana describe excess duty, wana describe nini na nini, withholding tax. They are trying to show you the methods that are legal. Yani marketing moto ni sawa, ungeko mala au rekodi ya hii. Kile ukifanya uko tu sawa. Uinja leo mera. So ukianza hiyo finance bill, hapo wanaanza with descriptions, etc. Hapo ni kuambia watu ya kwamba whatever we want to
there's a legal process. Kama tunaenda kuiba, pia wataweka hapo, hata wakijua kwamba kesho wanaiba. So wewe badala kuongea maneno ile watu wataiba na watafanya nini naye, kuachana na hiyo, tuone ile iko liko. Then serikali imeanza sasa. Wacha sasa tuangalia resources. Mimi kama serikali, mimi kama government, head of government, ni moja tu in Kenya, you know that for free, isn't it? Those are not things we should be fighting over. Somebody said here, warning us in advance, the year is not 2 term or 1 term. It doesn't matter whether 2 term or 1 term, but you have a president. Why would you want to fight with your president? I am not, by the way, I'm a life member of ODM number 1,328. Where you got 1,000,001, isn't it? So I was there before your board. But given a chance to talk, I have no business throwing mud on the president, throwing mud on the media, throwing mud on anybody. Hiyo propaganda yote tuache. To come back. How do I keep a cow sasa? Wewe, sasa tunaongea milk production industry. Unatakaje? How many of you are working to get a cow? How do you get that cow? Today, Kenya Breweries. What is Kenya Breweries? Kenya Breweries is owned by the British and the Northern Ireland people. I mean the Irish people. And us we're getting kidogo kutoka kwao. Lakini, really, breweries is just water with beer. It's water and millet. The issue at hand, I don't want to go into a document you already written. Ya kwamba watu wanangoja, wanna go to the library, usome, uone hii scroll, uone. Don't worry about those things. Hii tax ya youth, tunasema ya youth. It's not about taxing youth. And I'm glad my brother and Paki that told you that 55% comprehensively goes to 25%. Ulisikia hiyo? But that's not the issue. The issue is how many of us can actually go in their house na watengeneze simu wenyewe kwa wenyewe. How many? Wewe unajua how to make a telephone from the soil mpaka hiyo simu. Then the government feels people are sleeping too much. We need to wake them up. They start using their brain properly. So they bring some duties to discourage us from depending on things that come from outside. Or to try to also make money on those things wale waingia wametengeneza zikiingia wapi? Kenya, kwa sababu Kenyans ndio watakuwa consumers ya that things. Mnanielewa? Mtu wa Chinese ametengeneza kitu na Wakenya will be benefiting from it. How can the government watch when his people are helping the Chinese to grow and the government is getting nothing from what the Chinese are benefiting from? Is that good? No. So why do you hit the government so hard when they introduce excess duty and some duties that enable them to eat what other people have produced and are backing their own people? Youth by our own people. Are you getting the youth, young people? I'm not for government and I'm not against government. You know where I'm coming from. Ukweli tu ninataka kusema. Certain taxes in the document, I'll give you one example. Ili serikali kikaa pale, they are telling the medical, yes, wewe umetengeneza that thing and you appreciate it. It's beautiful. And our young people are talking and you will use it. And it will make you rich. Si ni kweli? As they make you rich, na mimi je, nitapata nini? That's what Ruto's government, but his government, wale wengine's government must answer. And you come and the ones who put them in there. That is where we are put in a dilemma. So there's no need for us to start crying, here did you like it? No! Come here, Ogudu, and tell us, from yesterday, because the government put that much tax there, this is the phone of manufacturing. Now hii nimetengeneza. Then, certain tax will come down, because now watu wanunua tu ile chai, Chinese. Kwa sababu Ouma, Onyango, Othoro, Mopea, wametengeneza nini? Simu. So, badala every simu consumed in Kenya kutoka Britain, zingine inatoka kwa company ya nani? Ouma. Kama wewe na mimi hatujatengeneza hata kampuni moja the whole of this year. What is the noise? Clap for excess duty and even duties. They are not to discourage us. It is then, and I'm glad my brothers will say it. I don't want to say too many things now. You see, in Malaysia, the government has expanded the tax base. We need to expand that tax. Watu wengi wafanye nini?
walipe. Kama watu wengi wanalipa, tutapata pesa ya kutosha. Now let me ask you a question. Ecclesiastes chapter 7 and Ecclesiastes chapter 11 inasema money answereth all things. Wangapi umesikia hiyo maneno? Money answereth all things. Money answereth all things. You see, God will give you the appetite, but money buys the food. Appetite kutoka kwa nani? Na kukula samaki nani inaleta? Pesa. God will give you sleep. Naona huruma kweli kweli. Lakini pesa inanunua kitanda na blanketi. Kweli au la? Sasa ile kitu inahitajika ni kusaidia serikali ipate namna ya kupata hiyo pesa. Now, finance inamaanisha serikali sasa inasema kwa tumeona namna ya kupata pesa. Unanielewa? I mean, that's what it is. Tumetatua na tumeona area tunaweza kupata pesa. Na hii pesa kuweka pamoja itatuleta approximately to 3 trillion. Makosa ni wapi ndugu yetu? I don't know whether ni ndugu yetu au ndugu yangu au ndugu wetu au ndugu wao. Whichever. My brothers and sisters. You're looking, where do you get this money? Where do you get this money? From where? Which are the sources? Ndio watu wapate pesa ndio wakule instead of waiting for God's job. God's job ni kupatia tu wewe how to sleep. So I ask a question. Hii is Vision 2030. This determines how we need to go. Mtu aliuliza maneno hii ya affordable housing. Do you know affordable housing was not President Ruto's idea? Do you know that? I want to tell you, affordable housing was not Ruto's idea. Affordable housing was Raila Odinga's idea. Do you know that? 207, what are we fighting over wood? Infrastructure. Hata tukasema affordable housing, 250,000 houses. Do you know manifesto yetu ya ODM 2? Go and read it again. I was chairing the campaign. Now we are killing Ruto for being bold to make it happen. Na sisi tuliweka pale kwa kitabu. Hivi hata leo. Universal health coverage was not President Ruto's idea. You know that? SHA. Universal health coverage ilikuwa ya nani? Raila Odinga. Bwana, is that voting with your leg or nisikie una vote? Nani? Umechoka? I'm about to see that. But you know, nobody's scared you when I'm over here. Unimeita, mimi sikutaka kukuja. So you need to hear from me, isn't it? Hata kama una support your brother, your uncle, your auntie, or when I'm talking brother, I talk. Because when I'm through from here, I'm going to sleep on my own bed, my own wife, my own food, my own things. So when someone I need to how many of us billionaires in Kenya can make one road? Do you know through one road here to the town may cost how many billions? No single billionaire in Kenya can do it in one road. No single billionaire can do it in one hospital. No single billionaire can bring even electricity home. No single billionaire can do for us anything. Do you know that? Lakini ile kidogo kidogo hujaza kibaba. That's what the government tries to do. That let's get kidogo pale. And once in a while we are also borrowing kidogo pale. I know, like end of this month, Kenya government must pay 800 billion Kenya shillings for fuel, for the loan on fuel. Where will it come from? If we don't, we will sink. And your leaders must find it. Finally, the only problem I have to tell you. But look, talking nobody or who do you in the mind? It's my time to talk. Alafu wanauliza ushuru ndamaliza pia ndio niende kwangu. So don't tell me utachelewa. Mimi nimetoka all the way from Kisumu. Na wewe umetoka hapa Kibera. Acha maneno mengi. Na mwingine ametoka hapa Lang'ata. Who is supposed to be time bad? Wewe hapa mimi. Mimi, so acha niseme nimalize. But then I don't want to be too rude, but I want to be appreciative. I'm so grateful to my brother for calling me and giving me a chance kuongea na watu wangu. The last time niliongea Kibera is many years ago when we were looking for votes. So ninasema hivi. In order for us to get those loans together, we have to jaribu tuone ni wapi na wapi. Vile alikuwa anasema, I don't want to go into too many things. I'm not going to
start creating the Bible. It's already there. The Constitution is there. The bill is there. They sent it to me. I read it. You read it. Yeah. If you don't want to read, don't worry. Wewe tu niambie kesho ukiamka utafanya nini? Kuwa na mpango. All these challenges zitakuwa wapi? And I've told you, I've given you one secret. Do you want to be a milk producer? So we talk about production process. In the production process, weka hiyo alama hapa na ulete hapa chini. Weka hapa ng'ombe. Maziwa. On this line, right? Maziwa. Then ulize, in the milk production industry, where do I belong? Or where can I belong? Do I need to go to a cow only needs grass, water, and Medicare? Sini kweli? And another man cow, isn't it? A woman cow and a man, the rest what are farming. See, wewe unajua another man cow. Mungu mwisaka man cow. Come on, tell your neighbor, man cow. Man cow. Say man cow. Man cow. I want to tell you something in English. It is by men and women chasing after each other that the world is kept alive. True. It is by wanawake na wanaume kukimbiana, kutomolana, kufanyiana ndio sababu kuna uhai. Sasa ndio ufanye hivyo. Ekuuliza mwenzako, ndio ufanye hivyo. Serikali inakusaidia kwa hiyo kweli? Don't blame the government when you are the one who is supposed to be governing issues. So wewe ndio unamaliza kati. Na wewe unajua vile unatoa chini na unaweka juu. This thing inawezekana. Sorry. So, ile swali my friend Ogutu inatakikana tujiulize as I finish that in the production process, where do I belong? Here is in Maziwa, right? To talk about this, I would want our entire day. Just have to angalia and we connect it with even Vision 20. Na leo nimesema, me, what I like, as a person who suffered from the hands of tribalism na ujinga mwingi, I just want my people to be clever. Wawache hii maneno ya ignorance. And I want to know people like also my brother here and all of you. Don't tell us that they are politicians and us. No, all of us are politicians. There's only in this area one MCA. And in this area there's one MP. And then there's one governor. And one president. They are not politicians. We are all politicians plus them. But all of us are. Let me ask you a question. As I finish, because I've given you this microphone, and I know you never invite me again because I've gone beyond your time. When you want to be an MCA, what do? You campaign, isn't it? Sini kweli? Yes. Una campaign. You campaign, sio politics, hiyo inamaanisha unatafuta kazi. Kweli hapa. Una campaign kwa watu kwa sababu unatafuta nini? Kazi. Na kazi ni gani? MCA. Na contract ni for how long? 5 years. That's all. Campaign is not necessarily politics. Politics means resources, food, chakula, hewa, kuongea, kutembea, kuishi. Does that exclude us? So we are all politicians. So write this down if you are right. We are all the same. Only our jobs, duties, tasks, and responsibilities vary. Mimi na wewe ni kitu kimoja, lakini kazi yetu ndio imefanya nini? Ndio kuna tofauti, lakini kila kazi ni muhimu. Unanielewa? So efficiency yule alikuwa anasema na effectiveness na accountability is where we have a problem. And kujua ya kwamba, as I conclude, ya kwamba maisha ni maneno ya serving others and contributing. Wewe umeona maembe kikula maembe? Thank you so much. Thank you so much, Professor, for giving us those point perspectives.
Thank you so much. Bado tutakuinvite. Kuna kitu profesa amesema I'd like us to sisitiza, naomba nizungumze Kiswahili na Kiingereza. Kuna kitu ambayo tunaita import substitution. Ya kuwa we are making it difficult to import goods and products in our country. This is one strategy to industrialize the country. Take for instance, mtumba tax. Mimi actually, I support hiyo mtumba tax. Na kama serikali inaweza push mpaka 30%, that's okay. Because the government is thinking, what is that strategy we can use to revive the textile industry? This cannot happen when you are making it cheaper for mtumba to come to our country. Wamama wetu wanafanya biashara nzuri sana huko nje ili ya kushona. At what point do we empower those women na zile vitu ambao wanashona? That is import substitution. It is time for we as Kenyans to have real conversations. Because Lee Kuan Yew, when he was taking charge of Singapore, close to 80% of the Singaporean population was illiterate. Singapore had absolutely nothing. But then again, Lee Kuan Yew aliambiwa, if you want to catapult Singapore from a third world to a first world, then you build industries. You curtail corruption, then you train your people. Building industry is what we call industrialization. Kenya cannot move forward if we still consume more than we produce. Vision 2030 is here. It was very clear that for us to attain whatever is here, then we must move from consumption to production. I wanted to make this clear. And this is one of the strategies ya kuleta revenue instead of taxation. But then again, Kenyans have been arguing that taxation inatumiza. But somebody anauliza, if not taxation, then what? Do we print more money? Sisi wote tunajua, if we print more money, we'll come to a situation of, in borrowing, we will come to a situation of a debt crisis, whereby mtaambiwa ukiza mtoto, already huyo mtoto ako na deni hata hajaanza kutembea. So therefore, the question is, and my brother here talked about the budget for the 2026-2027 financial year. Ni close to 4.8 trillion. Let us do a breakdown, alafu wewe uko umekaa, uangalie ni nini hiyo serikali inataka kukata. Number one, for instance, we have the expenditures on recurrent expenditures, that is on salaries. Because walimu wanafaa walipwe, our KDF wanafaa walipwe. There are a lot of people who are supposed to be paid. Hiyo ndio recurrent expenditure. It is capped at close to 3.5 trillion, which means hii inachukua a huge chunk of that budget. Number two, we have the development expenditure. Hapo ni barabara na infrastructure. It is currently is at 749 billion thereabout, if I'm not wrong. Then thirdly, kuna pesa ambayo inaenda kwa county from national treasury. Hapo ndio devolution ina come through. It is right now capped at close to 450 something billion Kenya shillings. Then lastly, kuna contingency fund. Contingency fund is that emergency fund yenye serikali inaweka. So that issue yote ikitokea emergency kama drought kama flood, then already kuna pesa fulani serikali inatumia kukusha wananchi. So therefore, you as a Kenyan, jiulize out of these 4 programs, ni gani hiyo serikali inaweza kata? Let us be honest with each other. Let us be real with each other. Adam Smith talked about the canons of taxation. The first one and the most important is on equity. That is fairness. Ambao ndugu yangu alikuwa anaongelea hapa. On equity and fairness, there are 2 things involved. Kuna ile tunaita horizontal equity, then kuna vertical equity. Horizontal inasema ya kuwa kama sisi sote tuna earn 30,000, let us pay the same amount of tax. Vertical inasema ya kuwa because I'm a billionaire na yeye ana earning thousands, then let me pay more than he does what he pays. Therefore, when somebody comes to a panel, alafu na keti unasema ya kuwa vijana wanakuwa taxed wakifanya cryptocurrencies, wanasemanga stay guided, juu unafanya vitu gani?
If at all you are earning money, what is so wrong with you paying for taxes? Let us be honest with each other. If at all you earn money in billions and in billions, ni kwa nini hautaki kulipa taxes? So therefore, the number one revenue ya serikali ni taxes. But then again, we have a few which you cannot compare to taxes. Let's use the example of court filing, fines. We have the royalties on extraction of minerals. Hizo vitu zote, we have the government could lease, public assets. Inaleta revenue. So these are other strategies. Plus, of course, borrowing, ile ambao sisi wengine wote tunaielewa. But then again, ask yourself as a citizen. Wewe ni mwananchi ambao unataka barabara mzuri. Wacha history mingi tunasema budget corruption. Let us be honest first. Wewe mwananchi ambao unataka barabara nzuri. Wewe mwananchi ambao unataka buildings, unataka infrastructure nzuri. Unataka Nairobi Mau Summit ijengwe, ndio ukienda nyumbani kule una spend close to 5 hours. But we have a problem with paying for taxation. The challenge we have with the finance bill, personally I've gone through the finance bill, personally. The challenge we have with the finance bill is over the years we have politicized this thing. In the year 2024, where politicians saw some advantage in it, wakasema ya kuwa, we can use this to make some people agitated. Tuambia kuwa, now tunataka kuleta misinformation. Right now tunasikia kuwa kuna income tax that is moving from 7.5 to 10%. Other CS or Treasury is asking, hii imetoka wapi? Because this is not even by finance bill. Where is this coming from? So this is misinformation that the political class is using. Just because somebody amekaa mahali anafeel ni kama we are not part of this government. So how do we use the finance bill to make some people agitated alafu waende kwa barabara? So with those few and many remarks, mimi naomba, let us go through the finance bill. Tafadhali, let us go through the finance bill. Don't sit somewhere waiting for somebody to read it for you. Unfortunately, Luo walikuwa wanasemanga baba kashaisoma ni hivyo, mimi hakuna haja nisome. Lakini sasa hivi baba hayupo. Sasa hivi kuna professor hapa. So hata nyinyi kindly go through the finance bill. Asante sana. Okay, thank you so much. Now I want to make a request. I know Eli you want to say something. So Eli, if you can say that in 2 minutes, then she say in 2 minutes. Alafu there is a concern, and I believe it is a propaganda that is going around, that this bill will allow KRA to access our financial data. Is it true that the bill will allow, because this has been used to convince quite a good number of our people. Majority of them are saying that this bill is going to allow the KRA to access their M-Pesa, and that has caused most of the people to complain about the bill. So we want you to explain it thoroughly so that the people in this house can take it directly from you, that it is a propaganda, or it is something that is in the bill. Thank you. Part 31, where finance bill speaks about the money transfer payment process. What I expected here, it was for it to be well elaborated, which has not happened. And let us be honest, it has to be elaborated. Let us not just record things, either because we are on the other side of the government or not, but citizens need explanations. Issue of money transfer, payment process, all these things have to be explained for people to understand. Because I've read it and I have it on my phone. So others may be here and they don't have it. So explain exactly what this is, the finance bill is going to affect. Because people will do, some of the people will go out demonstrating, they won't understand it. But you have access about it and can explain it. So let us not let the people and let's tell the people honestly. Let us say, let us not call us a spade and not a big spoon. thank you. Your question is similar to his about the mobile increment, the service, the payment. It is just a lie. These are just propaganda. The issue of mobile increment is just
they are saying that our data is now with the KRA, they can just track us the way they want. That one, we have what we call Data Protection Act law. KRA is not interfering with our data. The KRA just want to make you comply. There are people who are earning much through the phone. For example, Professor has wired money in my account. There is no proper explanation. There is income. So the KRA just want to know how much I've gotten into your phone. Is it something that's worth paying tax? So they are just there to implement what we call compliance. You must pay tax. Why are we paying tax? Tukilipa ushuru ni kujitegemea. Then I wanted to say something here. We as Kenyans, we need to choose either we are going to remain with consumption economy. If we choose to remain with the consumption economy, we need to import what we consume. But we can decide to change from consumption economy to productive economy. Productive economy where we are going to manufacture and we are going to export. Through exporting our products, we are going to acquire wealth as a nation. Because if you read about the Singapore people are talking about, Singapore got independence with us the same year. Then, what we need to ask ourselves, what did Singapore did well and us we failed not to do? In fact, Singapore and Malaysia, South Korea, their economy at independence were equally as that of ours. We were at par with them. But today, their economy is bigger than ours. It can be 40 or to 50 times bigger than ours. So we need to do things right. The professor said about our country that is producing. In a country that is run under debt. Hata mtoto ambaye hajazaliwa sasa ako na debt ya 200,000. Are we producing or not producing? And if we are not producing, what are we supposed to be doing? You said about this financing fee is about the people. Is it what you say? I say this finance should be is not for the people. And I challenge you with this platform with facts. What I'm saying is that today I was looking at it, where are we now as a country? Because when we talk about the history, our history as Kenyan people, as it is anchored in the Constitution, we are decolonized. This economy is not our economy. Do you agree, all of us? It is not our economy. And that's why the professor was saying, we now start producing. Today, if I challenge you today, everything has gone wrong because recently you see, mafuta iliongezeka. Why then most people demonstrating? Because mafuta ikiongezeka, kila kitu, bei yote, kila kitu imeongezeka. Because it is the engine, fuel is the engine, ndio inaendesha mambo yote hapa. So wakati uliona tu mafuta imeshuka hivi, and you know this language of the finance people, all zero rated, all this is for the people. The Kenyan has left that. We must own our economy and reclaim our national interest. That is where the position we are. If the Kenyan cannot stand today, kama tuko na oil hapa Turkana, and we are told that that oil is still processed, inaenda mpaka huko Amerika, ndio sasa inarudi kwetu. Then questions come, are we really producing? The question again, Sahi, our national resources.
Watu walikuwa wanapigana huko wanataka gold. Na if you look at these people as the investors, 70-60% inaenda kwa investor. Hii ile ati ndio mnapata. Then why was people demonstrating? If we cannot own our own resources. Today, SHA wanaambia watu walipe for only inpatient, not outpatient. I don't know whether I'm right. Ukiwa kule ndani ndio wanakata hiyo. No, there is a Yes. Challenge. Let me just correct you. Yes, you can do. We have category of hospitals. I think we have got level 2, level 1, and level 3. These are where you are supposed to do the outpatient. So from level 4 and above, once you are transferred from these levels, automatically the patients will pick up. So that is the procedure. Thank you. Professor, you emphasized on production. How can we produce as a country, yet factors of production have become expensive, for example, electricity? And number 2, the main producing factories and industries and our parastatals, they have been privatized. How can we as a country reclaim this back and ensure that our economy, this brings us the main factors to our economy, the development that we want? Because Singapore developed through factories and industries and production. While as a country, we are selling this, we are privatizing it. Kindly help us on this and advise on the way forward. The third question is, good professor, you're a man of knowledge. As a country, we are suffering from what is called corruption. Year in, year out, it started from our founding father, that is Jomo Kenyatta, and borrowing the old debts that are not recorded on the book. If you look at Bindi Nyoro's allegation or claims that some of our debts are old debts, how can we tackle this as a country so that these debts are genuinely and clearly clarified to the Kenyans who are expected to pay in the near future? Another question goes to Abu. Abu, this is my question to you. People are claiming that KRA is infringing into their rights. That's the right of information. In that, and you emphasize, you say that KRA just needs clearance and tax enforceability. All right. As a country, is the government genuine with the citizens who are paying tax? Are they also clear on the debt they are taking, the debt they are undertaking? Because it's the two sides of the coin. Is the government clear? Because some of the debts we don't know where they came from, yet we are paying as a country. Thank you. I just need those questions. Number one, let's be honest. Number one, labor. Correct? Number two, land. Number three, entrepreneurship. Number four, capital. They added a fifth one. Number five, enterprise. Now, that's what we are taught to believe. But factors of production are two. Labor, you. These are human beings. Entrepreneur, you. That's another human being, isn't it? Capital, the Chinese definition, Japanese definition. The Japanese say the greatest capital you have is sitting between your head. Ask your neighbor, what is sitting between your head, body, head, or brain? The greatest capital is sitting between your head. That is your head, your brain. So we have capital. And the other one which we know is about money. It's almost called back to people. Because money is here. Again, people. Then enterprise. Enterprise is like where we are here. You put up a building, you put up a structure, building in town. Those enterprises people to come and do business. So let me tell you today, the factors of production are only two: land and people. Now, are there people in Kenya? Yeah. Therefore, it is what you do with people, how you do it with people, why you do it with people, so you get to
where everybody then asks, who am I and why am I? And what can I do where I am with what I am? We are not asking the right questions. The problem is we are asking the wrong questions and answering again the wrong question. To fix an economy, there's so many things that need to be looked at properly. So we put that aside, factors of corruption. Let's come to so-called budget corruption. Look, corruption is not a problem in Kenya. No. You guys are always misunderstanding this. It's just because I don't talk about, but I have to tell you, it's not about corruption. Corruption is a fruit. What is the seed? What is the seed? Is it a problem? Number one, pseudo leadership. Number two, distorted legislation. Number three, miseducation. I have been a minister in charge of land. You are a minister in charge of health. You have been given money to build a hospital, right? As a minister for health. Then instead of building the hospital, you go and build your own hotel. What's the problem? Is the building of the hotel the problem? You have an idiot. He's miseducated. So what we're talking about is we have been educated badly so that we don't understand public gain vis-a-vis individual benefit. Ukirudi nyumbani na mahali popote utakuwa uliza mimi ni nani? Na ni nini ninapenda kufanya? Na ni nini naweza kufanya mahali niko? What can I do with what I have where? You see, kama huwezi kutengeneza ndege, Europe that flies. Leo, all of us here, at least we have an acre of land somewhere, ama uko na some place in your place. And I like what my brother said. When you say Obutu pro people, and you can stand there in wisdom that this is not against you, are you telling me this finance bill is for goats and cows and everything? Think fast. This is for people. The question, your problem is, which people are you talking about? I don't know what, you know, this thing, you think Badi and this team sat there and think about the goats and the elephants and the movement of Kenya. It's for people. First of all, it's for people. Alright? I'm now talking like a teacher. The teacher is coming out. People. It's for people. Then we go into what bothers my friend. You know, the biggest challenge these guys have. We live in a country where the honest, the good, are the endangered species. Hawa watu naona hapa ndio kesho wana vote the wrong people. Unaona hao ndio watasema huyu ni mzuri tu, huyu ni mzuri lakini mfuko wako unataka. So there's so many problems. We are the ones who bring in Gorogos and Nagaus into the position of leadership. You have a car and you're taking it to a garage where devils are the ones who are the mechanics. Do you expect angels to be sorting your car? I'm requesting that we finish at this point. Financial bills in bado zitakuja na tutajadiliana. Now, but let's support this one. What at the end? That's my conclusion. Okay, thank you. What at the end? Then we discuss more details other times. Asante sana. Okay, thank you so much, ndugu yangu, for convening us, getting opportunity to learn wonderful things.